Mambo kipenzi. Poa, mambo? Safi tu mpenzi wangu. Za siku. Nataka nikwambie kitu mpenzi wangu. Nakusikiliza. Niambie. Najua unanipenda sana. Nakupenda pia. Nataka nikwambie kitu kimoja. Mpenzi wangu, mimi na mimba yako. Unasema kweli? Ndio, na ujauzito wako. Amanda, mimi nakujua vizuri. Acha porojo. Mbona kwa muongo? Nakujua una michepuko mingi kibao. Hapana Giva, mimi na ujauzito wako na kuomba ukubali. Nimekataa. Hapana mpenzi. Achana na mimi. Hapana mpenzi wangu, nakuomba. Achana na mimi. Kuna kitu kama hicho. Hapana, mara ya mwisho nakumbuka. Unakumbuka mara ya mwisho tumetembea lini? Naomba iwe mara ya mwisho. Sitaki nisikie kauli ya kuniambia mimi una mimba yangu. Given, kama utaendelea kukataa ujauzito huu, hutakuja kuniona maishani mwako milele. Pia hutakuja kumuona mtoto huyu. Asante. Dada, mama amelalamika sana kuhusu utendaji wako wa kazi. Una nini? Alafu mbona unaonekana una mawazo? Nini kinakusumbua? Ndugu yangu, kweli na mawazo sana. Mzee na ujauzito. Alafu mwenye ujauzito pia ameukataa. Pole sana rafiki yangu. Wanaume wa siku hizi ndivyo walivyo, ni bandika bandu. Ila mimi nakushauri tu kwamba urudi nyumbani ukapumzisha akili yako. Kisha uangalie ni njia gani usuluhishe kuhusu ile swala lako. Nashukuru sana shoga yangu kwa ushauri wako. Niache mimi nikapumzike. Halafu kwenye hela yangu ya kazi ipo shingapi? Lakini leo ulikuwa sio sana kwenye kazi. Mama akaniambia nikukate, lakini nitakupa tu kwa vile uko sawa. Nashukuru sana shoga yangu. Asante. Shoga yangu mambo. Hivi umemwona ndugu yetu Amanda? Nakwambia nimemwona, hata simuelewi. Nakwambia hivi haeleweki. Yaani anafanya kazi kama vile mlenda. Hata simuelewi, sija amekuta na nini. Ameshachanganyikiwa kila shida gani? Mtu huyo. Huenda. Atajua. Hata sielewi. Yaani kazi yake ni mikono ni kama mtu mgonjwa fulani hivi. Shoga, naomba hizo hela ulizoniibia leo zamu yako naziomba. Shoga na wewe, hatujafika hata nyumbani. Nyumbani hiyo vipi? Naomba hela zangu mimi hapa. Mambo ya nyumbani mimi siyataki. Bwana, hebu tena unakuwa nyumbani basi.